Bwana asifiwe. If I could today, ningesema tuhubiri tukiwa tumesimama wote. And because it ain't possible, tell your neighbor, continue standing on his promises. Hey. Wakati huo tunasema ile agiathe, tunasema turoreai goroshi yanyu na igo. Hatufanyangi hivi, lakini wewe unajua moyo wako umeiangalisha kwake Mungu. Tell your neighbor again, stand on his promises. Thank you. I want us to pray. And before that, bado naona kuna movement. My name is Joseph Mboro Waweru. I'm born again. I'm really delighted to be alive. And I'm happy to be back here. I'm happy to be back here to be the one sharing. My gratitude goes to the parish minister here, Reverend Muhinya. And I want you to accept his greetings. Amenituma na salamu. Mmezipokea. Thank you. Let us pray. We don't have a lot of time. Then we go straight on to the word of God. Dear Lord, indeed we are grateful for this day. Thank you for the care that you have given unto us for the week that has been. Thank you for even yet another opportunity to listen to you. Minister to us in the few minutes that we have in a special way, in a language that we can understand. Let it all be for the honor and glory of your holy name. And this is our prayer of faith. We pray and believe. My topic for today is stand when it matters. Stand when it matters. You know, the topic yenye tumepatiwa brigade, na hata nawashukuru sana hata kama wametoka, najua tutakuwa nao vile ambavyo wameweza kupresent. They have stood in the gap and they have done a perfect job. Not so. And the thing that they heard was stand without shaking. Ama kitu kama hiyo, stand unshakenly. But I felt that I should twist it kidogo and say that we need to stand when it matters. Because the moments that you're standing is described is not in the high moments, but in the low moments. Let me repeat again, that the moments enye tunajua kama umesimama, si wakati uko sawa, ni wakati uko na nini? Uko chini na wakati uko na shida. And my gratitude to the family that has been here, that it takes that courage to be able to come and to stand still in the promises of God. It takes that courage to be able to stand when it matters, that even in the low moments, we still stand and we still claim that we still rejoice in the God of our salvation. You know, the Bible tells us that even when we look at the cattle, na tuone hakuna kitu, and even when we find that there is no produce, we should always rejoice in the God of our salvation. We should always stand when it matters. Martin Luther said, the ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience, but where he stands at times of challenge and controversies. In simple words, Martin Luther is saying, the true measure of a man is not how you stand when you are comfortable, but the true measure of a man is how you're going to stand when you are uncomfortable. The readings that you have been given is a scripture that always challenges my heart. When I was growing up, I used to think that faith is having the unshakable doubt that God is going to deliver, and having that confidence that indeed He is going to deliver. But when Shadrach, Meshach, and Abednego are standing in the gap, they are standing when it matters, and they are standing irregardless. Their choice of words is very clear. Nianze kumaliza ya kwanza na malizanga mara saba. As I conclude, finally, brethren, their choice of words is very, very, very interesting. And they say that if you send us and you throw us to the fire, our God is able to save us. But even though He will not save us, let it be known to you, O your majesty, that we shall not bow down. We will stand when it matters. Tell your neighbor, stand when it matters. That our confidence in Christ should not be only when things have gone our way, but we should even stand even at moments that things have not gone our way. That we should stand even in the middle of fear. Someone once said that courage is not the absence of fear, but the triumph over that fear. That person is Nelson Mandela.
Juzi nafanya research yangu ya masters na waliniambia I base it na ikuwe ni kitu ya mtu anakaa imesoma. Sinakaa mtu amesoma. But Nelson Mandela said that courage is not the absence of fear, but the courage to be able to triumph over it. Courage is the confidence to even stand when it matters. Courage is that confidence of knowing, yes, I'm still trusting this God of my salvation. I'm still trusting ya kwamba Mungu atanisaidia. Naamini ya kwamba huyu Mungu ataniponya. Lakini hata akikosa kuniponya kwa wakati nataka, I will still stand in the moment when it matters. These people, they were able to stand. You know, today we have two very interesting readings. One is the perfect example of people who stood, and the other is an instruction that you have been given to be able to stand. Our true measure in this life, I repeat again, is how we stand in all our situations in this life. Praise the name of the Lord. It is how we stand in the moments of our lives. I've remembered a song. Sio mimi ni redio nitaisema tu mbio na ipite haraka. Na kuna pali nilisikia imesema wajokaro ngusaidi gwere. Achana na hiyo, sijui kama mshaisikia na inasema saita. And you know, at times, when people come as to the wrong side, as that song says, saa zingine we can react in a different way. But the Bible is reminding us today, we need to stand when it matters. Hebu uliza jirani, ushainiona nikiwa nimekasirika? Muulize tu hivyo, ushainiona nikiwa nimekasirika? Na nilikasirika kama Mkristo ama nilikasirika aje? Because even in the moments that you are pressed down, in the moments that you are pressed, there is an example that I had as I conclude the second time. Sababu muda wangu unakimbia. And it was a story that was given ya mtu ambaye alichukua machungwa na akauliza watu, hii machungwa nikimassage itatoa juice gani? Si tungesema tu ni ya machungwa, si ndio? Alafu akasema nikiichukua niipige, niirushe chini, niikanyage, niipake uchafu, ikifinywa itatoka nini? Bado tu ni juisi ya machungwa. Nothing will change. And that is the principle that we ought to have in our lives. That even in the moments that we are pressed down, we should still stand when it matters. That even in the moment that things are not going our way, we should stand when it matters. Mi kuna kitu ambayo ningekuwa nikiomba. Couples wakieza, hata kanisani wanakaa pamoja. Jusa ningekuambia uulize your wife ama your husband, wakati unanikasirishanga, do I stand when it matters? Ungemuuliza una ushuhuda ya kwamba mimi nimesimama hata wakati nimefinywa na nimesukumwa. Let me repeat again another question in another way as I conclude. Ya tatu, yabakisha tano. Your boss na your colleagues kwa kazi, uliza jirani, wanajuanga umeokoka? Yule customer mwenye unakuanga na yeye, anajuanga umeokoka? Na si lazima nisimame na nitaje ya kwamba nimeokoka. Hata matendo yangu, even my acts and my actions should stand when it matters. Hata saizi uchumi ikuwe ngumu aje, me as a Christian and my business, I should stand when it matters. I know here we have people who are campaigning for even seats. And even for the people who are into politics, it is still a call that you have been given. We should stand when it matters. It is a call in each and every dimensions of our life. And you know, when Paul is saying, finally, brethren, be strong in the Lord, he has given people a lot of instructions. He begins in Ephesians chapter 1, by saying that Christ died for us, and Christ was risen, and is seated on the high places in heaven. In chapter 2, he comes again and says, we ourselves have been risen, and we sit together with Christ. From chapter 3, si tuko pamoja? Tunanyitana, we are resting each other. Naharakisha juu ya time. In chapter 3 to chapter 5, he explains of how we ought to live. Let me repeat that again. Chapter 1, he tells us of what Christ did for us. Chapter 2,
he tells us that we have been elevated. Ephesians chapter 2, I think it is verse 3 or something. Ndio tusome tunapomalizia. Ephesians chapter 2 verse 6. Naweza tuwekea tu kwa screen. Sitaguzia vitu mingi leo. I want to keep my time. And it says simply, Ephesians chapter 2 verse 6. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus. That again you are being reminded of the position that you have been given. Comma, he goes on telling us of how we should live. He talks about rejoicing. He talks about lots of things. And he finishes with instructions on how children and those in marriage are supposed to live. But finally, he gives us a clarion call, and he tells us that we need to stand when it matters, and we need to be strong in the Lord of our salvation. 3 points inapoendelea kumaliza. Number 1 is that the pressure will come. If you look at both scriptures, if I had time, I will do an exegesis on both. But both scriptures are a perfect example that in this life, everything does not go right. When I find an opportunity to preach, I always remind people that Jesus Christ told us that in this life you will have many trouble, but have gratitude because I have overcome the world. And you see the first point that we are reminding ourselves in today's scripture readings and in today's sermon, that we need to stand where it matters and when it matters, is that at times the pressure, and in most instances in our lives, the pressure comes. It doesn't mean that simply because you're born again, things will go right all the time. At times, bado unapata kuna mazito. Ni kweli ama si kweli? I later on came to realize juzi too, that when Christ is telling us and is inviting us to live a life of faith, he does not invite us to be superhuman beings. When he talks about rejoicing and all that, he does not say be gratitude and have gratitude for, but he says have gratitude in each and every situation and circumstance. And why this distinction in the Bible? It is because in most times we find ourselves in trouble or out of trouble. Mtu alidefine Christianity na akasema, haitaki kufunikwa, na akasema a Christian is someone who is just out of trouble, who is currently in trouble, or who is marching into trouble. Ask your neighbor, wewe uko wapi kwa hizo tatu? Umetoka tu kwa shida, unaelekea kuingia kwa shida, ama uko kwa shida katika hiyo moment? And what you are simply being reminded is that at times pressure is going to come. When you stand for what is right, it does not mean that things will go right. At times utapata opposition. And when you find yourself in difficult moments, stand when it matters. Usije ukajilaumu, usije ukasema ati ni shetani ameingia, usije ukatafuta ni nini inakukula, usije ukatafuta ni nini inakusumbua. Wewe jua ya kwamba katika hii maisha, at times pressure tu ni kawaida. Ni wewe ukubali to stand even in the middle of that pressure. Ndio theme ya leo inatukumbusha, it is standing unshaken, ya kwamba hautanyenyeka, na kwamba hata wakati utatingika. Ile nyewa mama siku moja niliwakuta hapo wakiimba ndereka akanyiterera, na anakushikilia hata wakati ambapo unatikisika, Mungu bado anakushikilia, because he knows that at times you're going to have pressure in this world, and you going through pressure, it does not mean that you are a sinner, but at times it is what is common to what is that in man. Bwana asifiwe. Sisi tuko pamoja. 1 Corinthians inatukumbusha, kutukumbusha tu, ya kwamba there is no challenge that has come to you other than that which is ordinary to human being. That at times pressure comes. And to Shadrach, Meshach and Abednego, that is the pressure that they faced. Ya kwamba king alilala tu akaamuka akaadvaisiwa,
Taniongei nitoke, sijui kama ni yeye advisors wake ama ni advisors wake walimuadvise, sijui kama alisikiza advisor ama kusikiza. Ingine nasikianga Wakenya wakisema kuhusu mfalme yako, nimetoka hapo. Lakini out of that conversation, tunakuta ya kwamba alisema watu kukilia hiyo sauti, wote wainame. And the pressure was real to Shadrach, Meshach and Abednego. That at times, hiyo pressure iko real kwetu. Lifestyle ya sahi, pressure iko real. Bei ya vitu inaweza fanya kwa biashara hata we ucheze tu kama wale wengine. Haro, saa zingine corruption ya saa hizi inaweza fanya, mi napenda kuongea tu ukweli. Juu saa zingine tunajifanya tumeokoka, tuko binguni na tuko hapa na zile shida tunapitia. Ukisimamishwa, hata mi nafanya kazi nao na askari, saa zingine pressure ni real. Umejikuta na ukienda mbele utalipa zaidi na anakupea, wacha niachie hapo. Lakini saa zingine mtoto unataka kumutafutia kazi na kweli yako qualified, lakini wanakuambia kalamu haina nini. Aro, saa zingine unaenda kotini, sijui kama mshaenda kotini, lakini niliambiwa nisiongeange sana, lakini kidogo tu nikipita. Saa zingine unaambiwa karatasi iko ready, lakini signature ndio tu sign hapa. Kalamu zetu hazina wino ama mkono imechoka. And at times the pressure is real. Ni kweli ama si kweli? And at times that is the situation yenye inatusukuma. Watu wa Olkalao, sijui kama kunao hapa, pesa zilikuwa zikinyesha. Nasikia chai ulikuwa ukinunua 1,000, hata unamwambia keep change, juu hakuna change. And at times the pressure is real. Hata unataka kupokea hizo pesa, juu hatuna. Juzi mtu akiniuliza nikipoa TX zenye wanapeana nitakataa. Na hapo sijui, lakini pressure ni real. Na hata kwa vijana wenye wako saizi, pressure ni real. Pressure, unaona vijana wanaendesha Audi, sijui wanatoa wapi. Mi nafanya kazi naangalia loan, ukiangalia unafanya hesabu inakataa. Wacha nikae na Toyota yangu. Lakini the pressure is real and you wonder, how am I going to survive? What are they doing that I ought to do? And at times you ask yourself those lots of questions. Again, we live in our flesh. Paul reminds us, time yangu inaisha, nimalize ni ya 5 ama ni ya 6. Hata lose count. Nitaanza tena, haya. But you know, again, Paul reminds us that the desires of the flesh are contrary to the desires of the spirit. Saa zingine watu wanataka kusimama, lakini mwili inasema, because at times the pressure is real. Another example that I'll give you. Mimi nilikuwa nikitamani kukuwa father, hata hii kukuwa mchungaji wa PCA. And you know, I used to think that God will do abracadabra in the desires. And I later came to realize it is standing when it matters. And then mwenzako stand when it matters. Even at times the pressure is so real, but it is a call to us to stand when it matters. Look at what these people are saying. Ya kwamba munaweza kuturusha kwa moto na Mungu atuokoe. Lakini pia munaweza kuturusha kwa moto na tukose kuokolewa. Let me repeat again. Kwa sauti ya upole, uzuri niko na hii sauti yangu ya upole. Ati unajirusha kwa moto ukijua kabisa ya kwamba Mungu anaweza kosa kukuokoa. At times the pressure is real, and that is why we are being invited to stand even in moments that the pressure is real. Tulisema tuko namba gani? Ya pili, ndo nimalize tu. When the battle, the first point you'll say that at times, and many a times, the pressure comes. Number 2, the battle is bigger than you see. The battle is bigger than you see. In the second reading, enye Paul anatupatia kuhusu the Ephesian church na anawaandikia, ya kwamba most times of the struggle that you go through, see the struggle that is ordinary to human. See the struggle ya kimwili, bali at times the struggle yenye tunapigana nayo ni struggle ya kiroho. Again, I love using my life as a testimony. I used to become so afraid of kukuwa mchungaji
Kwa sababu ukiwa mchungaji saa zingine utakemea nini? Utakemea pepo. Na sijui kama mshaisikia saa zingine watu wanasema ukizikemea huo zinarudi baadaye zikitafuta nguvu zaidi. Na zinakuja kupigana na wewe. Sasa mimi wakati nilijikuta kule jela siku moja nikapata watu wakifanya hiyo exorcism. Mimi walikuwa wakisema toka pale, mimi niko hapa nikisema kwa upole toka, ndio in case zikuje counter mimi sitapatikana kwanza, hawa wenye wako hapa war front hao ndio wataanziwa. But I later came to realize I have been elevated and I sit together with God, that I am not the one fighting this battle. As much as this battle is not physical, things are spiritual, but be gracious, because as a spiritual being you're sitting together with Christ. Let me repeat that again in English. That you are not fighting for victory, but you are fighting from victory. Tena, you are not fighting for victory, but you are fighting from victory. And at times it is greater than we see. And it is for us to possess the victory that Christ is giving unto us. We have to put on that armor, not to fight, but to stand in the gap. The Greek inasema kusimama na usitingiswe na kitu. Ningetumia hiyo Greek lakini wachana nao, sina muda. Na inasema kwamba unafaa usimame na usitikisike, si uende utafute vita, lakini wakati you will stand when it matters, it doesn't matter what will come against you. You are more than a victor. Bwana asifiwe. You are more than a victor. Hata utoke kwa nyumba, nasikia wanawekanga ni kanywele, sijui wamekaingiza kwa chupa, kameshikanishwa na mahuti, sijui ati kanakuja kaseme nini, kameshindwa na kashashindwa, because this battle ushashinda kiroho, kwa sababu Mungu amekuchukua na umeketi pamoja naye Kristo. Tulisoma in Ephesians chapter 2 that you're greater and God has already elevated you in terms of your spirit. And things are not just physical as we see them. It is for us to be able to stand in the gap because God has been able to raise us and we are seated together with him. They saw this battle. Chairman mdango akiunaisha. Shadrach, Meshach na Abednego waliona hii vita na hii moto sio kwa macho ya kuuliwa, bali waliona kwa macho ya ushuhuda kutoka kwake Mungu. Kuna psychologist nilisikia juzi aliongea na akasema depression na I pressed on are from the same letters. Unaweza iandika tu chini, ni on time utaiangalia. Depression na I pressed on, they have the same. Kwa CBC zinaitwa nini? Bado ni consonant na vowel, ama ni syllables, ama ni nini? The very same letters zenye ziko. It depends with where you choose to stand and the view that you want to view it in. I know that at times you are pushed so much in life, but it is greater than we see. The thing that I'll best it with, ndo nimalizie na point ya 3. Hebu angalia hii moto ilifanywa ikuwe kuu zaidi, ya kwamba wale walikuwa wakirushana walikufa hata kabla waweze kurushwa, hata kabla hao waweze kuingia kwa moto. Yani hawa wakiwasukuma walichomeka na wakakufa. Lakini tu Shadrach, Meshach na Abednego, hii moto haikuwachoma, bali hata kamba zenye walikuwa wamefungwa nazo, hii moto yenye ilikuwa iwamalize, hii moto ndo iliwafungua, and they were free to be able to praise the Lord. Look at the thing that is pressing you, not as something that is there to destroy you, but at times it is something that is there to break you free so that you can praise the Lord. I have a colleague of mine mwenye alipata COVID. Wakati alipata COVID aliniambia, mchungaji, mimi kabisa nedera igwire megabo. Unajua unasema nedera igwa megabo, yari amathiete mbere na ndigeciria oro wa muciore. Na alikuwa akisema yeye alisikia sauti za wale walienda mbele na wanamwambia karibu 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 karibu, na akaona kifo na macho, anaona ameshindwa kupumua, anaona mwili imepita, na anashangaa, guy, I am next, kwa sababu huyu tulikuwa na yeye hata alikuwa akipumua kuniliko na saizi ni kama ameenda. And you, out of that moment he came out stronger. The chains that he had, alikuwa amezoea kuimba ile ya tire odoke, ile ya pore pore,
ile ya Mungu anajua moyo. Lakini after kutoka hapo, aki Mungu usifiwe, aki Mungu uabudiwe, alikuwa akipraise like his life depends on it, kwa sababu out of the experience he got a new testimony. Friends, what you're going through is not going to end in destruction, but it is a moment that God is giving unto you to have a new testimony. That I went through that, but I was able to conquer. They thought it could finish me, but God was able to help me. Ya kwamba walidhani nimeisha, lakini Mungu alinisaidia. It is not only as people see it, but as God sees it. And everything that you go through in your life, it is a testimony that God is making. It is greater than what you see. You might see as if it is going to finish you off, but it is a moment that God is giving unto you to be able to free us. Ya tatu, ambayo ni ya mwisho kwa hii dakika moja ya mwisho niko nayo, ni kwamba when you have done everything, finally stand. When you have done everything, finally stand. We began by saying that the pressure will surely come. I say again, time and time again when I'm preaching, I would love to tell the people ya kwamba ukiokoka shida zote zinaisha, lakini sio hivyo. Saa zingine unajikuta ukiokoka hata saa zingine zinaongezeka. Acha niwapee testimony. Juzi nilikuwa kwa matatu and a certain member, na Mungu ambariki kwenye yako, akanionyesha simu, kumbe ni Rev, please don't pay, I'll pay for you. Nami nikashukuru, nikamwambia Mungu akubariki kwa sababu imetoka kwa hiari. Alafu wakati alituma guy na alikuwa akijilipia, alipia mtu mwingine na mwingine, ilienda wrong number na nipochi. Mpaka nikashangaa kaigodhia gaate. Sasa huyu si ataona amesaidia mchungaji nazo zikaenda mbaya. And in my heart I began interceding and I don't know how it went, but I'm really praying ya kwamba hizo pesa zisipotee, kwa sababu saa zingine hivyo ndio maisha inaenda. Saa zingine wakati umetoa sadaka na umetoa Thanksgiving, saa zingine badala ya vitu kuwa sawa, ne mara nyitana kabisa. Saa zingine hata tukikuja hapa na tuseme na kuchukua mbele ya Mungu na mbele ya watu, neko nyitanaga. Aro? And that is the truth of the matter. But it doesn't matter what you go through. Our very last point is that when you have done everything, finally stand. I know that you have done a lot of things. I know that you have given yourself time and time again to God's work. Unajua umekuja fellowship zote and you have been following Christ. Whether it's at a distance ama kwa karibu, you have been following him. I know that you have been praying for people in your family to change. Labda umekuwa ukiombea mzee ama mke wako ama mtoto time and time again. Labda umekuwa ukiombea promotion for a very long time and nothing seems to change. Probably you've been praying for your health or the health of your family, probably your parents, and nothing seems to change. Probably at times there is a struggle, an inner struggle that you go through, and at times unajaribu kutoka lakini unashindwa. Finally, as Paul is telling us in Ephesians chapter 6 verse 10, be strong in the Lord. When you have done everything, finally stand. It doesn't mean that things have already changed, because standing is more of a decision other than a feeling. That standing is more of a decision other than a feeling. Ya mwisho ya saba kabisa. Wakati Shadrach na Meshach na Abednego walikuwa wakirushwa kwa moto, their faith was telling them, let's go in. But their feeling was telling them, na tukikosa kuokole, tuko pamoja. Ya kwamba their faith ilikuwa ikisema, Mungu, nipatie hii shida. Kuna mchungaji ambaye aliniambia ako huko bado hajatoka, na ananiambia aliomba Mungu, mimi nataka kuhubiria watu wenye wako jela. Alijikuta kistori kimekuja, saizi kumbe hakukuja kuhubiri kama mhubiri, alikuja kama mfungwa, lakini either way matakwa ya Mungu ilifanyika, na tunaomba Mungu aweze kumweka huru. And at times we struggle, but God is reminding us that it is more of above our feelings, but it is more of a decision. Let us stand up on our feet.
And God today is calling us today that we need to stand. If I had more time, I would expound even more. But God today is inviting us and is telling us that, my son, my daughter, I want you to stand when it matters. I know at times you don't feel like standing. I know at times the challenges that push you in your workplace, you don't feel like standing. At times probably unaona ukisimama na ukose kufanya njia ambayo itakunajisi, vitu na deals zitapotea. But God is reminding us today that you need to stand. I know at times the pressure is going to be so real, but God is reminding us He needs you to stand. And He's still reminding us that He has elevated you. And He's still reminding us that finally, at the end of it all, let us stand, because He's the one who gives us the strength. In your own words, ambia tu Mungu tu akakusaidia ukaweza kusimama, ya kwamba ukaweza kusimama katika pengo, ukaweza kusimama katika imani. Mimi kitu inaniumizanga, wanasema Kenya is 80% Christian, lakini ukiangalia values zetu haki reflect, and it is because as Christians we have failed to stand in the gap. And let us tell our Lord that He may help us, that we may put on that armor, the faith we should carry, feet that are ready to spread in the gospel, the helmet of righteousness, na hizo zote, that we pray to the Lord that He may help us, that we may be able to stand. At times it may not be easy, but He has elevated you. Have prayed to Him in your own words, that He should help you to overcome the feeling, because our Christianity should not only be a matter of feeling, but it should be faith, and it should be governed by the personal decision that we made. Our dear Heavenly Father, indeed we are grateful for you love us, and we are grateful for you have chosen us. Thank you for today. You've reminded us to stand when it matters. Dear Father, you've reminded us that we need to stand even when things are difficult. What we might be going through in our lives, Bwana ni wewe tu unajua. Saa zingine Bwana mizigo ambayo tumebeba, ni wewe tu ndio unajua. Saa zingine Bwana yale ambayo yanatusukuma, ni wewe tu ndio unajua. Lakini leo umetukumbusha na kwamba at times pressure come in our lives, at times tunasukumwa kabisa, lakini bado ulitukumbusha hata tusukumwe, hatutavunjwa vunjwa. So Father, help us to stand even in those dark moments. Help us to stand even in periods of mourning. Help us to stand even in periods of losses. Help us to stand even in periods of heartbreak. Help us to stand, dear Father, when it matters. Help us to stand in the middle of the challenges that we go through. That, dear Father, nothing may come in between the love that we have for you. Saa zingine Bwana hata tuongezee imani wakati inapunguka. Saa zingine Bwana wakati tuna doubt kama kweli uko na nguvu na kama unatenda. Help us to stand in what we believe in. And even Father, for what you are trusting you to do to us this week, what you are trusting you to do in terms of our families, Father, help us to stand with confidence that indeed you're going to do. And even though you don't do it as we think and as we expect, dear Lord, we continue to trust upon you. We are here in your presence. Some of us have different desires, and we pray that you may grant it unto us. Father, we are praying that you may look into our families, look into our children, look into every aspect of our life. Na Bwana ukatusaidia na ukatushindania. Tusaidie Bwana tukasimama hapo mwisho, na lolote lisije likatupunguza na lisije likatukandamiza na kutufanya tutoke kwa mapenzi yako. Ombi letu la imani tumeomba na kuamini.